Sayuni TV, neno la Bwana. Sayuni TV 62. Nikisiangalia mbingu naona kasi yake Mwenyezi Mungu. Naona kasi yake Mwenyezi Mungu, nikiangalia matendo yake makuu, kwa sababu yako na uwezo. Huu ni wimbo ambaye Daudi aliimba na akaimba akiwa na furaha ndani ya moyo wake, akiangalia ni wapi ambaye Daudi alitolewa na huyo Mwenyezi Mungu, ni matendo magapi ambaye Mungu alimtendea, ndipo akamwimbia wimbo. Ndugu yangu, dada yangu, leo hii lazima tuimbe wimbo ya wasifa ndani ya maisha yetu, ndani ya mioyo yetu. Lazima tuimbe nyimbo za sifa, kwa sababu Mungu ako na uwezo. Maandiko ya siku ya leo nataka tuitoe katika kitabu cha Samueli wa pili 22 ambaye ni mstari wa 32. Maandiko yanasema ya kwamba nani aliye Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu? Nani aliye Mungu? Nani aliye Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu? Hakuna. Hata nini ifanyikaje hapa duniani, hakuna mtu mwingine anayeitwa Mungu. Hakuna mnyama anayeitwa Mungu. Hakuna kiumbe kinayeitwa Mungu. Hakuna kinyango kinayeitwa Mungu, ila Mungu, Mungu wetu ambaye ni Mungu muweza. Akasema ni nani aliye mwamba wa usalama ila Mungu wetu? Mungu huyu ndio kimbilio langu imara, ameifanya njia yangu iwe salama. Huyo ni Daudi, anaimba wimbo wa shukran, ni kwa sababu ya matendo ambayo Mungu ametenda, na akaweza kusema ya kwamba ni nani aliye kama Mungu? Hakuna. Na akasema Mungu huyu ndiye kimbilio langu na ameifanya njia yangu iwe salama. Njia nilisema kutoka kwa mwanzoni, nikasema ukitaka ukuwe na amani, ukitaka usikie uko na Mungu ndani yako, lazima utafute amani ndani ya moyo wako. Lazima utafute amani na watu, lazima utafute amani na Mungu, lazima utafute amani na familia, lazima utafute familia na watoto wako, lazima utafute familia amani hata na wale wabaya, kwa sababu kasi ambaye ya kutokuwa na amani si yako, hiyo ni kasi ya kishetani, naye Mungu wa mbinguni aweze akakuacha. Na Daudi hapa kaipa hiyo wimbo mstari wa 35, na akasema unifunze kupigana vita, mikono yangu iweze kuvuta upinde wa shapa. Anatufunza kupigana vita ambaye ni vita ya kiroho, ambaye ni vita ya maombi, ambaye ni vita ya kumtafuta Mungu. Kumtafuta Mungu si rahisi, lazima ujitolee. Lazima ujitolee, ukijua ya kwamba Mungu ni mwamba, ukijua ya kwamba Mungu ako upande wako, ukijua Mungu hakuna mahali atakuacha, ukijua ya kwamba Mungu ndiyo Mungu aliye juu mbinguni, hako na uwezo wa kukulinda. Hakika hii vita utaipigana. 36 akasema nini? Umenipa ngao yako ya kuniokoa, msaada wako umenifanya mkuu. Amenipa ngao ambaye ni neno, amenipa ngao ambaye ni neno lake Mwenyezi Mungu. Hii ndio inanipikania. Huu ni upanga tosha. Hii ni njola ambaye inatandika shetani anakaa mbali. Hii ni njola ambaye inatandika mateso. Hii ni njola ambaye inatandika manyanyasiko. Hii ni njola ambaye watoto wanasoma wanakosa kazi. Ukishika hii njola unapokea kazi. Ukishika hii silaha unapokea kile ambao umeishi ukitamani. Hii ni silaha ambaye inafanya wewe mwenyewe ambao umeishi ukiwa mgonjwa, inaenda na kata magonjwa yote yanaelekea kusimu. Kuna Mungu katika mbingu. Nani kama Mungu? Lakini lazima moyo wako ukuwe uko safi, lazima ukuwe moyo wako uko na amani, lazima moyo wako uko na upendo, lazima ujifunze kunyenyekea, lazima ujifunze kuwa na furaha kila wakati, kama unataka hii silaha iweze kufanya kazi ndani yako. Na ndipo unaona kuna mtu amesoma, ako na kazi nzuri lakini hana amani. Unaona ako na pesa lakini amani hana. Kuna mwingine alijenga nyumba ikafika hapa ikasimama, ikaanza kumea nyasi, nyumba ikaanza kuwa blaka, nyumba ikaanza kuwa na mambo machafu. Ni kwa sababu gani? Alifungua mlango, shetani akaingia, akaanza kumuongelesha, kwa nini unafanya hili? Kwa nini unafanya lile? Kataa na uchukue silaha ambaye ni neno lake Mwenyezi Mungu. Mstari wa 47 anasema Mwenyezi Mungu yu hai, asipiwe mwamba wangu, utukuzwe Mungu wangu, mwamba wa wokovu wangu.
Ukiwa umeokoka, lazima ukuwa uko na ule mwamba ndani ya moyo wako. Lazima ukufe kwa mambo ya dunia. Wakati umekufa kwa mambo ya dunia, hakika umeshikana na Mungu. Lazima Mungu naye ajidhihirishe kwako. Lazima Mungu alete amani. Lazima Mungu alete upendo. Lazima Mungu alete furaha. Lazima Mungu alete chochote umewahi tamani katika moyo wako. Lakini wakati wewe mwenyewe moyo wako umeukunja, hutaki kuona mtu fulani, ukikutana na jirani nasema sitaki kuona huyo mtu, kaa ukijua uko mbali na Mungu. Na Yeremia 23:23 maandiko yanasema ya kwamba nitafuteni Mwenyezi Mungu niliye karibu, wala sio Mwenyezi Mungu aliye mbali. Tuache kuomba Mungu aliye mbali. Mungu ako pamoja na sisi. Mungu anaenenda pamoja na sisi, na hakuna mahali unaweza ficha uso wako ili Mungu asikuone. Hayo ni maandiko yanasema katika Yeremia 23:4. Anauliza, ni wapi ambayo mtajificha nikose kuwaona? Ninawaona kila mahali. Wewe usiangalia ya leo. Leo ukiamka, tabilia siku yako na waambie Mungu, hata kama leo siku haikuwa vile nilikuwa nataka, naamini ya kwamba siku ya kesho itakuwa mbeta kuliko ya leo. Na ukikaa na hiyo imani, kaa ukijua mambo yako yatakuwa sawa. Lakini lazima utengeneze kinywa chako. Lazima utengeneze kinywa. Lazima utengeneze moyo, uweze kukaribiana na Mungu. Tuone matunda ndani yako. Tuone Jehova matunda ndani yako kila wakati. Na si kuchukia mtu, si kuonea mtu, si kupenda mwingine kuliko mwingine. Hapana, tuliumbwa na Mungu, na Mungu mwenyewe hako na uwezo. Ni nini ambayo inakusumbua? Ingia kwa neno. Maandiko yanasema ya kwamba katika Isaia 55:11 anasema, na neno langu halitanirudia bure. Huwezi kuwa naenda kuomba, huwezi kuwa napiga makoti ati Mungu akose kukusikia. Hapana, lakini moyo wako ndio anaangalia. Isaia 59:1 maandiko yanasema ya kwamba, angalia mkono wangu sio mfupi ati huwezi ukaokoa, wala sikio langu si nzito ati haliwezi likasikia. Lakini dhambi zetu ndizo zimetutenga nawe. Dhambi zetu ndizo zimetutenga nawe Mungu, na hivyo ndio natulilia kila wakati. Wale ni mgonjwa, ambia shetani niwachilie, naenda kutumikia Mwenyezi Mungu. Wewe ni mgonjwa leo, ambia shetani, kumbuka hii ni hekalu lake Mwenyezi Mungu ambaye linafaa kufanya kazi katika jina la Yesu. Enda Isaia 65:24. Maandiko yanasema ya kwamba chochote mnahitaji niliwakabidhi, niliwapatia. Kila kitu nataka nyinyi mtulie. Huwezi ukatulia mbele za Mungu kama una amani. Huwezi ukatulia mbele za Mungu kama una amani. Huwezi ukatulia mbele za Mungu kama uoni barabara ya huyo Mwenyezi Mungu ikitenda maajabu ndani yake. Kuna Mungu katika mbingu. Kuna Mungu anainua. Kuna Mungu anabariki. Kuna Mungu anaokoa. Kuna Mungu ambaye anapatia watu amani ndani ya mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndugu yangu, dada yangu, ni wapi unahangaikia? Inua macho yako, tazama mlima. Mungu anakaa kwa mlima. Katika Zaburi 121 anasema anakaa pale na wateule wake. Angalia katika Waibrania 12:22 anasema ya kwamba makao yake ni katika mlima wa Sayuni. Anakaa pale na wateule, anakaa pale na makuhani wale ambaye walikuwa wanamsikiza. Alikuwa anakaa pale na manabii, anakaa pale na kila yeyote alikuwa anamtii. Isaya 1:19 maandiko yanasema ya kwamba, mkiwa tayari kunitii mtakula mema ya nchi. Hauwezi ukakula mema ya nchi bila furaha. Huwezi ukakula mema ya nchi bila amani. Huwezi ukakula mema ya nchi ukiwa wewe ni mgonjwa. Shetani. Maandiko yanasema ya kwamba katika Zaburi 147:3 nitakuja kuwaponya majeraha ambaye mlijeruhiwa na mula mwovu. Naamini ya kwamba umejeruhiwa. Naamini ya kwamba moyo wako umekatakatwa. Kuanzia leo, kaa ukijua ya kwamba kuna ulegezo kwake Mwenyezi Mungu, na Mungu anatenda. Tukienda kitabu cha Joeli 2:25 anasema, chochote chako ambaye kililiwa na nzige, huu ni wakati wa urejesho. Mungu anaenda kukurejeshea. Haijalishi imeleta muda gani, haijalishi imechukua muda gani. Ninachokwambia ni muamini Mungu.
na umjaribu. Katika Zaburi 34 mstari wa 8 anasema, nijaribini mimi muone nilivyo mwema. Chochote ambaye chako kililiwa na nzige, Mungu anaenda kukupea. Chochote ambao ulinyang'anywa, Mungu anaenda kukurudishia mwaka huu. Chochote ambaye chako ambaye ulitaka katika kichwa chako ukasema natakanga kufanya hili na lile, muamini Mungu utapokea. Maandiko yanasema ya kwamba njia za Mwenyezi Mungu ni elfu na maelfu ya kubariki watu wake. Wacha kuangalia kwa macho watatoa wapi. Maandiko yanasema ya kwamba kile ambaye kinaonekana chema mbele ya wanadamu sio chema mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Mungu anajua plani zako, Mungu anajua njia zako, na ndipo anasema ya kwamba katika kitabu cha Methali 16 mstari ni wa 3 anasema ya kwamba uweze kumwekea mipango yako yote naye ataifanikisha. Mungu hajawahi shindwa. Mungu hajawahi shindwa. Henda we mwenyewe uone, henda we mwenyewe uombe, henda we mwenyewe umulilie, henda we mwenyewe umtafute, na huyo Mwenyezi Mungu atapatikana kwa maisha yako. Haijalishi ni nini ambaye kitafanya mtu usikose kuinuliwa na Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba katika Wakorintho wa kwanza mlango ni wa kwanza mstari wa 18, hii njia ya msalaba ni ujinga kwa wale wanaopotea, lakini kwetu tulio ndani yake hii ni njia ambaye ndio nguvu zetu. Henda utafuta njia ya msalaba, henda utafuta njia ya Mungu, henda utafuta njia na utaona Mungu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna awesaye kama wewe, hakuna aliye mtakatifu hapa duniani na hata mbinguni. Naamini ya kwamba malaika wanajua, naamini ya kwamba naenda kuachilia mbingu. Uacha mbingu inene ni kwa ajili ya watu wako. Uacha mbingu inene ni kwa ajili ya kazi yako. Uacha mbingu inene ni kwa ajili ya neno lako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Jehova, moyo wangu uko na uchungu nikiangalia vile ambaye neno lako linakanyangwa, nikiangalia vile neno lako linadhalilishwa. Jehova, naamini ya kwamba leo hii uko na uwezo wa kuachilia moto, Mungu wa mbinguni, na neno lako likaweza kuendelea. Wacha neno lako. Maandiko yanasema ya kwamba katika Yeremia 23 mstari wa 29, neno lako ni kama moto unaoteketeza, tena ni kama nyundo inaopasua miamba vipande vipande. Wacha hiyo neno lako liende lipasue yeyote ambaye anaona hakuna Mungu. Kuna Mungu katika mbingu. Kuna Mungu anatenda, kuna Mungu anainua. Ukienda Waibrania 12 ambaye ni mstari wa 29, maandiko yanasema ya kwamba Mungu wetu ni moto mkali ulao, ni moto ambao unaoteketeza. Mungu wa Israeli, shuka uteketeze kile ambaye kinafanya neno lako lidhalilishwe, kile kinafanya neno lako lisionekane kama liko na nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Hakika wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine. Hakuna Mungu mwingine. Angalia, unasema katika Waibrania 13 mstari ni wa 17, unasema ya kwamba tutaleta utumishi mbele yako kwa kazi yote ambaye tulifanya. Mungu wa mbinguni, naomba unitie nguvu, naomba unitie nguvu. Ni kwa ajili ya hii kazi uliniita peke yangu, na nitasimama peke yangu nikiamini ya kwamba wewe ni mweza kila wakati na kila saa. Katika kitabu cha Malaki 2 mstari ni wa 7, maandiko yanasema ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema tukafundishe, sisi makuhani tukafundishe neno lako bila inastahili, kwa sababu sisi ni wajumbe ambao umetutuma wewe, Mungu Mwenyezi Mungu wa majeshi. Mungu wa mbinguni, sitakuwa na woga, sitakuwa na woga, sitaogopa chochote, kwa sababu uko pamoja nami. Unaendelea na kuniinua, unaendelea na kunitia nguvu, unaendelea na kuninenea. Neema yako ishuke ndani yangu, kwa sababu hakuna Mungu mwingine. Ndugu yangu, dada yangu, tuishi kwa Mungu. Kwa Mungu kuna baraka, kwa Mungu kuna ulinzi, kwa Mungu kuna kila kitu ambao umeoitamani, katika jina la Yesu Kristo. Jehova Mungu wa mbinguni, ninakuhitaji, ninakuhitaji, ninakuhitaji Mungu, ninakuhitaji Mungu wa Israeli. Uweze kunyoosha mkono wako ukuse watu wako Jehova, wahubiri kila kona, au kila mmoja apokee neno katika jina la Yesu Kristo. Jehova, ninakushukuru kwa ukuu wako, ninakushukuru Jehova kwa neno lako Baba, ninakushukuru Bwana ni kwa ajili ya neema kuniamsha Jehova. Naamini ya kwamba kuniamsha Jehova ulikuwa na sababu. Jehova ukanifungua macho nikaona, Jehova ukanipa mkono kanyooka, Jehova Mungu wa Israeli ukanipa macho nikasoma. Ninakushukuru. Asante Mungu wa mbinguni. Ndugu yangu, dada yangu, wacha ofu
Mungu ako na wewe na anaendelea na kuinua na atakutakasa kila wakati na kila saa. Amen and amen. Sayuni TV, neno la Bwana.